nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 na igo abarinse y'imyaka iyo nigo barinse y'amorokeryo y'abayibuli. Yes, Mr. Principal. How are you? I'm doing good. Karibu. Thank you very much. Karibu kiti. Asante sana. Asante kabisa. This is Amasege. Yes. Okay, thank you very much. Thank you. Karibuni kiti. Yes. Alafu usende. All right. Thank you. Thank you very much. Omwantu muleli ondiziti yokwali nibene ase entunda yende ine jomoroberio kumugano ito ase tokuba tokumulekera chiskuru ao tobatubotira ebyombe navoigo abantu ao bali babere bakora bya ase bulima tole nekirenga yogoseme kumanya nabo yokona kinga naye nkonyoro lekirenga ke mukwemanyinga ase obugimobo naye nabo wikirania ekirenga kiri obwate nabo kutubwatya wetera ase mtandao oito Facebook Ndizi TV News Digital asense media ya YouTube Ndizi TV News na wetera ase mtandao ito www.ndizitv.net manyinga yone tubwate akorwa ase margoba ya abono ase margoba abono otonyoreye mase mukurwa ase eskuru ya Amasege ase twabere tokupatalira elinde kumanyanga igoro yeskuru ye asobo ime eskuru ene eskuru mwabere moko yigwa ase myaka emenge yabere yakora byana gukina ase birongo emyaka yaberege gweta ase twabere tokupatalira batotebya omuganobo ngakibabete baguchaka nabo igo ase babere bagwikira ase ngenjo nigo togotale chiskuru nabo igo chinseme chiskuru abantu nigo tobayete bachigosoma nabo igo mbara abangi boranyorenga batari koigwe ekigusie kegeito ngo chitole twarasuka ke gocha somorunwa wekenya morero elinde kwene kingango ikira turabanta abange boigo muna bayibuli bali batari koigwa omunwa wekigusie ase igo bwati korwa asumo chakana wika asomo alio ekaturabeto gusanga nabo igo kumurikira eskuru ye ase obwime. Good evening, Mr. Principal. Good evening, sir. Thank you very much for inviting me to Amasege. Yes, kindly begin by introducing yourself and also tell us where is your school located. Thank you. And let me take this opportunity to welcome you once more to this school, Amasege Secondary School. Amasege Secondary School is a school that is known. I think you have heard about it. Though it is your first time to be here. Yes, it's my first time. In school, maybe before I give the story of this school, my name is Robinson Maset Matara, the principal of this school. Na vile principal of this school kwa mwaka 2013 mpaka wana ya. Nenda kuma yana aligo mwalimu ukabele ku 2023 to 2009. Matara promoted to head another school around here, that's about Kwesidi Secondary School. So since 2013, I've been coming to school. And I want to go to school. Since I'm a school school ilitoa jagite mwaka 2093. Kabla hujafika mahali hapo ambapo shule ilianza, unaweza tueleza kwamba hii shule yako inapatikana upande upi? Mtu akitoka labda Kisii ama mtu akitoka labda sehemu za Bomet, sehemu za Nyansiongo, shule inapatikana wapi? Asanteni sana. Ikiwa unatoka sehemu za Kisii, unafika kabla ufike Karoka town, kuna junction inaenda Ibacho. Naingia ndani karibu kilomita 1.5, na unapanda on your right to our school. It is on a hill. You can see, I think you have seen the way you have come. Yeah, the terrain inakaa ni mlima sana. Yogere se ebunge ya Garibari Masaba. Ewondi ya Ichuni. The location ya Ichuni. Yogende accounting Kisii. Mwana school ya wewe ndipo ya matukumake. Ya chagete mwaka 1993. Na wanafunzi watano. Yeah, it was started in community school. The school ya Amasege primary. Na wanafunzi school 1993. Na wana 5.
Kwa kego chaka wa ya chakerte primary wa tu class wa chakerte kama na hocha ya asiri bono. Sema hii shule ilianzishwa mnamo mwaka 1993 na juu ya ufadhili wa shule ya msingi ya Masege primary ndio walianzisha hii shule. Alafu mwalimu mkuu wa kwanza alikuwa Bwana Alfred Omayo Michael. Yeye ndiye alikuwa mwanzilishi wa hii shule. Na alianza akakaa mpaka mwaka wa 1212 ndio akapata uhamisho akaelekea shule nyingine jirani hapa Nyantrano. Tangu siku hiyo kuna mwalimu mwingine aliingia katikati, hata ingawa alikaa kwa muda mfupi, miezi sio mwaka, miezi, Bwana Mitonge Mangoa ambaye alikaa kwa miezi karibu miezi 8. Kwa sababu aliingia Januari akatoka mwezi wa 9 mwanzo mwaka wa 2013. Ndipo wakati huo alipotoka nikaingia mimi. Ilikuwa mwezi wa 9 mwaka wa 2013. So tangu siku hiyo niliposhika hatamu ya uongozi wa hii shule ilikuwa na wanafunzi 275, ilikuwa double streamed. Lakini tangu siku hiyo shule imeweza kupanuka. Mungu ameibariki kwa njia kubwa sana na imeweza kupanuka kwa njia zote. Kuna idadi ya wanafunzi ikaongezeka hadi wakati huu tuko na wanafunzi 1400 and 6 stream school, walimu 48, wafanyikazi 22, na kwa ujenzi shule imeendelea. Ilikuwa shule ya mjana, shule ya kutwa, lakini nilipoingia mwaka wa 2014 nikaona kulikuwa na haja ya kuanzisha shule ya bweni. Kabla tujafika hapo, inaonekana kwamba ndani ya hii shule haukuanza kama mwalimu mkubwa. Tuambie ulianza vipi? Hii shule uliingia ukiwa mwalimu, teaching practice, ulianzia wapi hii shule ukiendelea kufunza kabla hujakuwa mwalimu mkubwa? Acha kuna historia yako kwa hii shule. Asante sana. Historia yangu kwa hii shule ni refu. Nilipata transfer kuingia kwa hii shule mwaka wa 2013 mwezi wa pili, nikiwa naibu wa mwalimu mkuu. Nikashikilia wadhifa huu wa naibu wa mwalimu mkuu hadi mwaka wa 2009, ndipo nikapata promotion ya kuwa principal. Nikachukuliwa shule ya upili ya Lisabako ambayo ni shule jirani hapa chini. Nikakaa pale kwa karibu miaka 4. Tena nikarudishwa kwa hii shule mwaka wa 2013. So tangu siku hiyo nimekuwa hapa. Na wakati huo nilipoingia ile shule ilikuwa double stream. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu ameibariki kwa njia kubwa sana. Imeweza idadi ya wanafunzi imeweza kuongezeka kutoka wale nilipata wakati huo 275 hadi wanafunzi 1400 wakati huu. Hadi idadi ya walimu pia imeongezeka. Nilipata walimu 13 hadi mpaka sasa tumefika walimu 44. Kwa hivyo tunashukuru Mungu, hata ingawa wale wa TSC ni walimu 36, wengine wameajiriwa na bodi ya shule ili kusaidia kufundisha wanafunzi wetu. Ni shule ya mseto, kuna wasichana na wavulana, na wote tunaendelea kushughulikia kwa hali na mali kuhakikisha kwamba wamepata elimu ambao itawasaidia katika maisha yao ya kesho. Kwa hiyo tunashukuru Mungu kwa yale yote ametufanyia kama shule na kunipa nguvu za kuweza kuendeleza hii shule hadi wakati huu. Ukiangalia shule yako umesema kwanza mlianzia kuwa shule yenye watoto wanatoka nyumbani kuja shuleni. Tuambie sasa ilikuwa vipi mkianza kutoka nyumbani hadi watoto wakakuwa watoto wa bweni, wanafunzi wa bweni? Sasa nilipoingia niliangalia wakiwa kiongozi lazima muangalie hitaji la shule. Nikaona kwamba hao watoto kutoka nyumbani walikuwa wanapata changamoto nyingi. Wengine kuenda nyumbani mchana, jioni kunyeshewa njiani, asubuhi kupata changamoto nyingi njiani. Nikaona ni vizuri hao watoto ndio watengee upande wa bweni, nianzishe bweni ndio niweze kupata wakati mwingi wa kukaa nao na kuwasaidia katika upande wa masomo. Kwa sababu
kulikuwa na ushindani mkubwa hapa. Kuna mashule mengine yalikuwa yameanza hivi. Nikaona ni vizuri na sisi tusibaki nyuma wakati huo. Nikaleta hoja kwa bodi, tukasikizana, tukaanza hivi. Na nasema tangu siku hiyo imepanuka, imeenda mbali, yani imesonga vizuri. Na kama tungefanya hivi, sijui shule ingekuwa wapi. Lakini nashukuru Mungu kwa kutupa yale maarifa alitupatia kuanzisha hii sehemu ya Pwani, ambao hata wakati huu ndio imesaidia shule kuendelea kunawiri kukaa vile mnaiona hivi sasa. Tumetembea shule yako, tukaangalia tukaona kwamba shule yako iko karibu kwa mlima juu. Mnaishije hapa kwa mlima? Wanafunzi wanakopaje? How do they cope up with the situation? Ukiwa mgeni unaweza kushangaa ni mahali gani umekuja, lakini sisi watu vile tumezoea, tunasema huu ni mlima wa baraka. Kwa sababu unatupa nafasi ya kufanya, tunapotembea kutoka sehemu moja hata nyingine ndani ya shule, ni mazoezi ya mwili. Na hiyo tunashukuru. Wale wanafunzi ambao wamekuja, tunawahamasisha kwanza jinsi ya kuishi naye na nasi na mazingira ya shule, ndio wasipate shida, lakini wengi wamezoea. Na kwa umbali naona wako sawa, hatujakuwa na shida. Lakini mgeni pia vile umekuja, unaweza kushangaa mbona shule kawako mahali kama hapa kama mlima. Kitu kinataka kutoka hiyo, unafikiria watu unafaa kwenda mbinguni. Kwa mlima huko hiyo very sharp, but naweza kusema ni mlima wa baraka, na umesaidia watoto wetu, umesaidia kijiji. Wanafunzi wengi wamesoma hapa, wengine wamevuzu vizuri na wamekuwa na majukumu mengine kusaidia nchi na dunia kwa jumla. Avema kabisa. Mwanchumu leo ndizi timu na usanga no mworokia omonene weskuru ya amasege yugene tobya omugano weskuru yabo buna babete bagochaka buna babiri wakina ase myaka naboko ndo tugwatia witira asumtandaito Facebook Ndizi TV News Digital ensemere YouTube Ndizi TV News na wewe witira asumtandaito www.ndizitv as enjira ya bene. Shule yako inajulikana sana kwa matokeo, na tuwezi toka hapa bila kuzungumzia matokeo ya shule yako. Unaweza tusimulia shule yako imekuwa ikiperform vipi tangu ilipoanza hadi wakati huu sasa? Basi ni ukweli hatujaacha nyuma katika mambo ya elimu. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri, kuweka ushindani katika shule zingine. Kwa hivyo tulipoanza tulianza mtihani wa kwanza ulifanya mwaka wa 1296 1996, na tulikuwa na wanafunzi 50 wa kwanza ambao walifanya mtihani kutoka hii shule. Kati ya wale wanafunzi walianza hii shule, tulipata hapo wanafunzi karibu 5 walipata kufuzu kwenda university. We were able to produce the first engineer, civil engineer from this school, from the first batch, who is now living the USA. That is bottom. Then our mean score was 3.6 that time, which is a D+. Then as we progressed, the number of student enrollment increased. Mwaka uliofuata wa 1997 tulikuwa na wanafunzi 55, na katikati ya wanafunzi 55 wanafunzi 8 waliweza kufuzu kwenda chuo kikuu wakati huu, na wengine ni walimu na wengine wanafanya kazi mbalimbali. Na mimi nilikuwa 3.9, kwa hivyo niliendelea kusonga juu. Ulipoingia mwaka mwingine tukawa na wanafunzi 56, tukaongeza mmoja, na wao pia walifanya vizuri. Tulianzia alama ya baa ya juu na mwisho alikuwa na baa ya chini. Kwa hivyo pia tuliweza kupata wale walifuzu walikuwa wanafunzi 9. Kuendelea mwaka uliofuata hivyo tulikuwa na wanafunzi 57, pia walifanya vizuri na wakaingia midi ya 4.8. Tulipoendelea hivyo idadi ya wanafunzi ikaendelea kama 59 mwaka uliofuata, mwaka wa 2001. Mwalimu, kwa sababu tunataka kuenda katika mpumziko mdogo, acha tuende mpumziko, alafu tukirudi tutaendelea pia kuzungumza, utatueleza zaidi na kuendelea vile shule yako imekuwa ikiperform miaka yote. Mwanchumu leo Ndizi TV nikoza nataka kusangana mworokia omanene bweskuru ya Amasege Secondary kutoka ime ye county ya nikisi ya Manyamira.
Hapa ni Kisii County. Kisii County. Kwa ime county ya Kisii ase abere atwerera amange na mono uniskuru yabere ukina wikira sebere wikira astwano to abere tukutigira na mere ase ensemelia abere gakonera ngaki abere gakora bya ase amatemwa kuri ne gwantora somo timo kitora tukirana twenda gusanga mere gendo tubwatia asinjera chonsi chito chimitandao Facebook Ndizi TV News digital YouTube Ndizi TV News na wetara somo mtandao ito www.ndizitv.net tubasa konegera ngena tori asekretari tambe. Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi. Kisii Impact Institute of Science and Technology ni chuo ambacho kimeidhinishwa na Wizara ya Elimu kupeana kozi mbalimbali. Katika sehemu ya kuwezesha vijana wanatoa kozi kama vile hairdressing and beauty therapy, electrical installation, plumbing and pipe fitting, motor vehicle mechanics, fashion and design na kozi nyinginezo. Pia wanatoa mafunzo ya wanahabari kama vile journalism and mass communication, video shooting and video production, audio production na zinginezo. Wanazo kozi ambazo zinatahiniwa na Kenya National Examination Council NEC na ni kama zifuatazo: Secretarial Studies, Information Communication Technology, Social Work and Community Development miongoni mwa nyinginezo. Pia wanazo kozi zinazochukua muda mfupi kama Computer Packages, Cake Making, Music Production na zingine. Wako na intake kwa kila mwezi. Wanapatikana mjini Kisii katika jengo la Twin Towers ghorofa ya kwanza. Unaweza wasiliana nao kwa kuwapigia simu kwa nambari 0705773142 au 0784663693. Pia unaweza wapata katika mitandao ya kijamii Facebook au Twitter Kisii Impact Institute of Science and Technology. Ni chuo ambacho kinakudhamini. Welcome to Kisii Impact Institute of Science and Technology. Welcome to Luther Park International School. We have started. Luther Park International School ni skuru y'echinse chamaiko iyo yachagitwe ne University ya Cambridge aseregwe tanya chinse 150 amasomo ye nigakotiri umwana na komwali bagali igiri kwirwanira asiti sector ao imeyense niko babwate birasiye uchakira kirija year 1 wika year 4 asibabwate bintu byokosomera bisaine unabono chikompyuta echo chikuru masomo yekerero na mwigo mbabwate laboratory yekerero yani science laboratory niko babwate biruko byo kwikaransa bisaine byabaroki waba year 2 wika year 4 mbabwate bintu byokobugyo muziki unabono guitar, drum sets, keyboard, egatie binde nikubabwate asaga ya asabana bakoragirira nabwo nabarimu umwana wo gusoma ase skuru ye natwarubuya wikwibwatanya ase chigosoli unabono skating wako pali wako mupira bw'amaguru wika karate mbabwate stadium mwenene asabana bakogosoli chigosoli naboigo usire byego byabana ale nayo umwana gunigare bwatanya mune birabo unabono kelija drama na music kelija debate club journalism scouts egatie binde nigoba guchaka kwarigania abana guchakira emyaka ibere amaliganyo yani admission nigo egenderete nigoba gutuka asebara ya Kisii Kisumu Migori Junction hamwe n'inyagitari ya Busungo wigo nabokubonyera gwitras kinamba cyabo inoti 32 cyanda eyemo 32 cyanda inye isaranemo wose inoti 32 inye ibere isaronesato isaranemo eyemo ibere isaronesato. At Luther Park International School, we don't just have teachers but facilitators of education who are highly competent and very qualified. Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi.
omwanchu murelia ondiziti mukolne bene ase entunda yende entunda yakabere ime jomuroberio bumugano ito ase togosanga n'ekisukuru kinsemo aho naboigo ebyombe biri byabere wakora bija batotebyo obubisi bwabo ankibabera okinakorwa senseme moika asensemo yende ekiringa ekenene kyumuroberio yo tele otebya emegano yoka kolende no nai no kwenekinga ngusukuru kurwa sekerenge ekemo wika ase kerengo kende ase muno w'ikinyamwuga tebanga success principles ari universal nga obubisi bwokora buya nigo bole bwekaine ase kinsemo kyonsi asi gukubwatikirengekemo osekirenga kindi nabuge ko bayakonya ase ubugima bwao obigosokorwa sekerengekemo ikase kindi tubwatitera sontandaito o Facebook Ndizi TV News digital asense media ya YouTube Ndizi TV News na wetera sontandaito o www.ndizitv.net asimargova ya Rwono. Mwalimu tena karibu sana katika program yetu ya Omugano ito. Umeweza kuzungumzia shule yako vile ilianza lakini sasa tunataka tumulikie sasa utendakazi wako. Uliingia hapo mwaka wa 2013. Tuambie tangu mwaka huo umekuwa umekifanya vipi katika mtihani wenu? Asante mtangazaji kwa kunipa nafasi tena. Ili niweze kuzungumzia juu ya matokeo ya hii shule tangu niingie mwaka wa 2013. Nataka kusema kwamba hii shule vile nilitangulia kusema hapo awali ni kwamba hii shule imebarikiwa sana. Kwa upande wa elimu tukiangalia ni shule ambayo imeweza kuweka matokeo bora kwa muda mrefu na bado inaendelea. Nilipoingia nilipata mini score ya shule ilikuwa 6.2. Basi nikashikilia hapo shule ikaendelea kuongeza. Mwaka wa 2013 tuliweza kupata mini score ya 6.8. Na tulikuwa na wanafunzi 74 students. So wanafunzi wetu wa kwanza aliweza kuanzia A-, ambayo hatujawahi kupata tena tangu wakati huo. Kwa hivyo mwaka uliofuata 2014 pia tuliweza kufanya vizuri. Tulikuwa na wanafunzi 78 na mini score iliweza kusonga ikaenda 6.6. Na wanafunzi wengi waliweza kupata vyeti vya kuingia chuo kikuu na wengine katika vyuo vya kadri kazi diploma courses. Then in 2015 ilikuwa rekodi, tuliweza kuvunja rekodi kuangalia na vile matokeo yalikuwa yametokea hata hapo mbele. Tuliweza kupata mini score ya 7.7. Na wanafunzi tulikuwa nao walikuwa 81. Kwa hivyo wanafunzi wa kwanza wakati huo walianzia baya juu walikuwa wanafunzi 4. Wanafunzi 11 wakaingia B plain. Wengine 33, B-, 34, C+. Na wa mwisho walikuwa 6 wanafunzi waliweza kupata D+. Kwa hivyo hiyo mwaka ikaisha 2016 pia tulikuwa na idadi ya wanafunzi karibu na hiyo ya mwaka uliotangulia. Tulikuwa na wanafunzi 80. So tulirudi chini kidogo mwanafunzi mmoja, lakini pia mwaka huu wanafunzi au shule iliweza kufanya vizuri. Na tulikuwa na mini score ya 6.8 ambayo ni nzuri na wanafunzi wengi waliweza kufuzu. Tulipoendelea idadi ya wanafunzi ikaongezeka. Mwaka uliofuata tukawa na wanafunzi 105. Wote walifanya mtihani na kati ya wanafunzi tuliweza kupata wanafunzi 74 walipata alama ya C ya kwenda juu, C+ and above, ambao pia waliweza kufuzu kuingia chuo kikuu. Wale wengine waliweza kupata alama ya kuwezesha kuingia katika chuo cha diploma. Na tunashukuru. So mwaka uliofuata wengine pia bila nimeonyesha hapo tuliendelea kuongeza idadi ya wanafunzi. Tuliweza kusajili wanafunzi 150. Huo ni mwaka wa 2019. Wanafunzi 150. Na mwaka huu pia tuliweza kufanya vizuri na mini score yetu ikasonga. Huo ndio wakati ulikuwa mgumu kidogo, lakini kulingana na vile matokeo tuliweza kuweka wakati huu tulipata alama ya mini score 5.8.
na wanafunzi wetu waliweza kufanya vizuri. Kwa hivyo tulipoendelea tena idadi pia iliweza kuongeza mwaka wa 2020 pia idadi ikaenda juu kidogo. Tuliweza kuwasajili wanafunzi 202 na mwaka huu pia kwa sababu ya ile corona matokeo yaliweza kurudi chini kidogo, lakini pia walijaribu ukilinganisha na mashule mengine, kwa sababu tuliweza kupata alama ya mean score ya 5.7. Ukilinganisha na wengine pale tulifanya vizuri, kwa sababu hata ukilinganisha na shule zingine za hapa na kwingine at least tulikuwa tumejaribu hivyo. So 2022 tuliweza kuongeza idadi pia, wanafunzi waliweza kusonga hadi 218 wanafunzi 218. Mwaka huu naweza kusema tulifanya vizuri zaidi. Kati ya wanafunzi 218 wanafunzi 212 waliweza kupata alama ya cha ya kuongeza C+ ambao waliweza kufuzu kuingia chuo kikuu, na wale wengine wa chini walibaki wachache, waliweza kupata C- na mmoja tu alikuwa na D+. Kwa hivyo mwaka uliofuata, mwaka jana pia tuliweza kujaribu, kati ya wanafunzi ilienda juu, na tulikuwa na wanafunzi 200 na 50. Kati ya wanafunzi kulikuwa na wanafunzi 235. Kati ya wanafunzi 222 waliweza kupata alama ya cha ya kuongeza C+ ambao waliweza kufuzu kuingia chuo kikuu, na wale wengine wachache karibu wanafunzi 14 walipata C+. Kwa hivyo wote ni kama walipita, na tunashukuru Mungu. Haya yote ukiangalia idadi ya wanafunzi inaendelea kuongeza mwaka hadi mwaka. Sababu ni kwa sababu ya matokeo kama hayo, kwa sababu usipokuwa na matokeo huwezi kupata watoto. Kwa hiyo yale matokeo ya hii shule yameisaidia kupata wanafunzi wengi ambao wanataka kuingia kusoma hapa. Hata wazazi wanatamani kuleta watoto wao hapa kwa sababu ya yale matokeo tunapata, na mambo mengine ambayo tunafanya mbali na kufundisha. Discipline ya hii shule naweza kusema iko sawa. Mahitaji ya watoto wetu kiroho pia yako sawa, kwa sababu tuko na programu ya kuwasaidia kukua kiroho. Kwa sababu tumeajiri hata pasta wa kuwasaidia na watunza afya, kuwaelekeza vile wanafaa kuishi katika mambo ya kanisa. Kwa hiyo hilo pia linachangia na mambo mengine mengi. Hata katika hali ya michezo pia hatuchaachwa nyuma. Upande huu sisi tunawika katika hali ya science and engineering. Wanafunzi wetu wanafanya vizuri. Mwaka jana tuliweza kufika region, which is informally provincial level, which was good. Pia mambo ya muziki pia wanafunzi wetu wanashiriki katika hali ya muziki, pia wanafanya vizuri. Hata mambo ya riadha, indoor games, pia hapo tunashiriki na wanafunzi wetu wanafanya vizuri. Mwaka jana tuliweza kupata mmoja alienda hadi kiwango cha region katika badminton. Kwa hivyo tunasema au naweza kusema kwamba sisi kama shule na mimi kama mwalimu mkuu, ni shule iko imara na ni shule inaendelea kufanya kazi kulingana na yale masharti ya kazi, na tunaendelea kuwashughulikia watoto wetu vizuri, na tunashukuru Mungu ametupatia nguvu na tunataka kutumia hizo nguvu wakati tumepewa nafasi. Kwa hivyo naweza kusema kwamba bado hii shule inaelekea mbali. Ukiangalia kule chini imeandika is a school to watch. Kwa hivyo inamaanisha inaenda somewhere. Bado hatujafika mahali tunataka kufika, lakini tutafika. Mungu akituendelea kusaidia vile ametusaidia hapo mbeleni, ni matumaini yangu kwamba tutafika. Na bado walimu wako tayari kusonga na mwalimu mkuu ambaye ni mimi,
Na kwa hilo tunashukuru kwa hiyo kazi nzuri, na tunaomba mambo yaendelee kukaa hivyo. Okay, mwanchumuro leo Ndizi TV nigotwanete gusanga n'umworokia omunene w'eskuru ya Amasege Secondary egotoka ime ya Masaba North Nyaribari Masaba county ya Kisii overe usanga na into amanje goro y'eskuru yaje kuna babeire bakora ase myaka gotira wikera ase babeire bagwikira nka eskuru ye yaberege gwaturwa igatisha eskuru kigokora buya ase ense yeto anene mono asorogongo Gusi umwarimu asengencho nimatenga abantu abange n'abagusene ndema bategetate ase Marogoba yabono tumanyango akaruko abete ko gucase skuru iyo mbintu kibi ko abete ko kubeka ensemire ko ni kinye skuru yabire gusokura sekerenga yari gikase kerengo kenda ske gusi bwemono yumito soko borje swali ile kona gete skuru ile yona alirete ko algo skuru akole ndo una SWOT analysis koranga intigane dikero andi kigere yo korega skuru ile ya ndauti moto. So what I did, number one, when I was in school, I get mentor amaracho. I take a step. Gasong kaliyo mukasa gara primary ngasa ngawa kwa na baba committee baga mentor kwa school. Gaswa kwa aja kitombo mwa chile uchiago. Ndio ngene ngwa school nitagete body. Sinja bana bakurwara abandi bagoce mambi konya wale unje ngendo ni cyabeta kamaga change birenga bigara ukanye bego school body turu mwana ya mabate repti ya karo kama ya kituko I was target ndaranga the only way na konya bana bakurije bana ko basoma bajo sibakora basoma bari school so kango munguso ka changa kama ngana body mwaka 2011 in that small way, but thank God because now we are now full body with good modern facilities. You can see those 2-story buildings. Those are the dormitories for girls, and the other one, the other side is for boys. So in the youth, we get to Karana, Ukia, Kachaka Boyo, and now for you to get no ko dinya ke matokeo kwa maya ase school because school garega kwa matokeo kwa maya na dio kunya nyora bana ba kucho acha somo ba ta ke matokeo so take a step kama bali bana ka bali ngo singi tukamba tukaiwala kanyona si bali batalinge meta bwana kali ka report tuacha wale asia so wamo tu taramu chimona wa ipo to committee kama na wa board wa ibodi once kama make sure to rabele ntekemo to kuwa na number na one language yoko ndio masomo ya bana so katoi nayo we have worked as a team kuno kipa kazinga kiji na ndio mungu kanga mbona asinya sato ili watu wakotela singi ya tuona ntonyora tuakora matokeo wale asese school we just work out to roma wako asinya tuatikile school kana of course in the world as at this level even if I leave today I will go home kimanyide na atikile school baya nira yendera konya abana baitu na abantu baitu kwa jumla sinyo unoje just at school because when I came here I never wanted to imagine another school. And then I didn't know this school, I never to start what I wanted it to be. And that's why I want to say what I said was in a big way to increase the school. Like school. We don't take it for granted. Because we have come to America. God has given us all these blessings. And that's what I did. And can make sure the school can be Kumburu na yena na kiroko mena abantu kivange cy'abantu urikowe ndo tangaza schools over bari mu da one school positively so I think out of that number to get also going to about confidence because once you want the confidence of public the people that you are serving they will support you. That's what I did and I think that trust is still there because over the years babi bakoranye to this school we normally tell them more minor so it's a school I can say as a conye we have never seen discipline cases even to our learners because we normally talk to our learners I normally tell them when they have a problem they don't need a proxy if they want to know our job is straight
This is what is happening. Principal singing chondo chingi vile vya bere kumnyoka kegima naende kwa vile gusanga 90 niko tarachiko genda sumu timoko omoke kulende ntobe toko genda gusanga naba bugata ni bande be skuru yao tochikwirana mwanju mulene zitibi ano turaje kuchira sumu timoko omoke twabe tusanga no moroke amulene be skuru ya amasege bere gusanga 90 amange igoro ye skuru ya ye abno turaje kuchira sumu timoko omoke tobase konyegera nkwena tori secretary egetambe. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Esukuru yokurwa morokerio yobubwenia ya Ram Training College egutoka imeyomo chukisi nige ukumanyabuna nigo bakurwa morokerio yebirenko bigoro na nigo bancheire nekiombe kiamangana yechisemi Technical Vocational Education na Nursing Council of Kenya nigo babwata mabaga asechikosi chikobwatia Diploma in Nursing, Clinical Nutrition and Dietetics, Medical Social Work Voigo nkwegeria bare Theatre Technology amaigerio a HTS NASCOP nkurwa bare nigo baokora matemwa a Kenya National Examination Council gusenek asebali bakurwa tambe mbabwate chi hostels chiokomenya nigo bare asenyegitari ya Ram ere ange nekigambiro kia Kisi Low Courts mbabwatoro sagyaronde ange ne kanisa Deliverance Church imeyomo chukisi apply riba gabono ase PO Box 81-40200 Kisi Gose oa Kisi miasi namba enotisano na ibere yemo isato marakabere ibere yemo enotisano Gose enotisano na yemo isano na enoti marakabere ibere isano na isano nemo Gose enotisano na ibere isano na kianda enoti isano nemo inye kianda nabokubalikira liuko ase email yabo info.ramcollege@gmail.com. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Mwanchumuriri ondiziti yokwalelene ase entunda yende ime yomuroberio wumugano oito stokoba tugusanga n'abageni ao stokoba tugutarira chiskuru twaba wego tugusanga nebyombe byabere bigokora bya ase amatuko akurumayaga wikera ase babere bawika tole nekerenga ekenene anene mono ase obose myana bwo kumanya naye bo ibona kukusakura sekerenge kemo wika ase ekerenge kende tubwate so mtandao ito o Facebook Ndizi TV News Digital asense media YouTube Ndizi TV News na bwetera aso mtandao ito o www.ndizitv.net astubwate chinsa merongo vere nanye amatuko atano na vere je wiki niko twana tusanga no morokia amana bweskuru ya amasege rusanga intwe amange igoro ye skuru ya twana sumuti moko moroke monengo atebanga abantu mbare otebanga babusira ase skuru ye barabia babose be muno murali ase rituali ryo na otebanga ase skuru ye toto ko nyina ba raiba bingo ase bugando bwa ubunge Manomo Morambia, the immediate former member of parliament, who is now former CS Machogu, he came in a big way to help the school. He took a deliberate effort to Konya, and I think we are so with the school here. Tonya to go, well, I don't will not go to the school, not on a school bus.
which we don't take for granted. Apart from the other assistance, when it's passed in the field. So now wonder what I'm going to call it. The school is a suka. Maybe some facelift, which we are now living on. Now everybody, ne board to what they call almost Dr. Enokumonda. Yeah, we are board you was recognized school. Because with the body, we were able to put to dig a borehole, which is now supplying water to the school. We have worked very well on a board. I think when you are at peace with your board, the school are going okay. That's what I can say. Then, to avoid like now, the last 2 years, to avoid when I was in a second year, foundation. Ikiwa si kiabana witu wa usi bamete USA abira bo usiro kona school wa gusira abana bali bakuru mikime takapi baba muri fees yonde gentega na baro babira bo kona antu basabira maya asibali ba entra ko babija na banda konya abantu bwate mi cyaro abana ba some school aba leta bagenda gusira we don't take it for granted. So we want to thank all of them, our stakeholders, wherever they are. We are one of which I also want to appreciate Dr. Manduku. Now, I call Kanumura, you are to Conin, but I told Basari. Java was Kimana Makaringipa, even as I to Namsuku. Because that's what we want. Yes. Okay, Igo Mbiakigima. Lakini katika hii shule yako labda kuna changamoto ambazo labda umepitia. Unaweza tuambia changamoto umepitia katika kuongoza hii shule? Sawa, shule haiwezi kukosa changamoto. Uongozi wote lazima kuna changamoto. Wakati mwingine changamoto kuu ni ukosefu wa pesa za kufanyia maendeleo ya shule. Malipo ya school fees wakati mwingine ni shida. Wazazi wetu wengi mapato yao yako chini kidogo. Na wakati mwingine inakuwa shida wao kulipa karo vile inahitajika. Kwa hiyo inakuwa jambo gumu kuanza kufuatilia hizo pesa kwa hao wazazi, lakini ni shida hiyo, ndio bado hiyo ni shida. Na vile juzi mwaka jana na mwaka huu pesa vitu zilipanda juu. Sasa fees haikupanda. Fees ni ile na wakati mwingine hailipi vizuri. Na mwanafunzi anataka kule ule ugali alikuwa anakula. Mwanafunzi bado ile kiwango kile anayofaa. Kwa hivyo imekuwa changamoto kidogo, kwa sababu ukiangalia bei ya mahindi gunia moja tulikuwa tunanunua 3,800. Alafu ikapandishwa mpaka 7,500. Mahindi gunia tulikuwa tunanunua 8,000, ikaenda mpaka 20,000 mwaka jana. Hadi saa hii haijarudi chini, bado iko juu, kwa sababu gunia saa hii ni karibu shilingi 15,000 kutoka 8,000. Tunaona ni maradufu, na kulingana na sheria ya serikali huwezi kuongeza school fees bila idhini ya serikali. Kwa hivyo hiyo ndio changamoto. Nyingine naweza kusema ukosefu wa walimu. Hatuna walimu wa kutosha. Wengine wale tumeachiri tunawalipa, na hizo pesa tunawalipa hasipatikane kwa urahisi. Kwa hivyo hiyo pia ni changamoto, kwa sababu walimu hawatoshi. Like now tumeajiri walimu karibu 12 hapa, wale tumelipa na pesa ya wazazi ile school fees, au na nyingine tunapata kidogo kutoka kwa serikali. So kwa hivyo hiyo ni changamoto. Alafu shida nyingine naweza kusema kuingia kwa hii shule kuna shida ya barabara kule chini. Kuingia barabara ni shida sana. Hata wakati imenyesha, yani inakuwa kisumbukuti kwetu kufikiria vile tunaingia na kutoka. Hiyo ni shida. Nyingine naweza kusema ni changamoto za kifamilia, mahali watoto wengine wanatoka, unapata mtoto wako shuleni yako na shida kutoka nyumbani. Zingine hatujui vizuri, sasa inakuwa ngumu hata kusaidiana. Lakini hiyo tumejaribu, na wakati huu tumejaribu sana. Tumeweka mambo wazi ili watoto wakiwa na shida wanatuambia, tunaona vile
kusaidiana. Lakini hizo nimesema hizo ndio shida kubwa. Tunaenda kutoka ama shule za zile shule zingine za msingi zimetoka katika mtaala wa 844 wameingia katika mtaala mpya wa CBC. Lakini pia shule za sekondari hivi karibuni nasikia mtakuwa na form 1, kutakuwa na grade 9. Sijui shule yako imejipanga vipi kwa mtaala mpya wa CBC? Sasa sisi wanafunzi wa kwanza tutawapokea mwaka wa 2026 wakiwa grade 10. Ninaweza kusema kwa mimi tumejipanga, kwa sababu shida ya madarasa haitakuwa, because kuanzia next year we shall be having 5 classrooms empty, because from 1 from 4 watakuwa wameenda, there are now 6. Kwa hiyo ni kama sisi classes will be from next year, because we are not going to have from 1 and then which means in terms of classrooms there is no problem. And be aware tulikuwa tumejenga madarasa mawili kabla ya kujua mfumo utaanzia Tabaki primary. Tulikuwa tumejenga madarasa mawili wakati wa Magoa, wakati wa huu tulijenga madarasa mawili ya CPC, huku tukitarajia kwamba tungepata wanafunzi hapa wakiwa grade ya 8, lakini ile alikuwa grade 7. Hii haikufanyika. Sasa madarasa pia yako. Kwa hivyo upande wa madarasa naona hatutakuwa na shida. Sasa mambo mengine yale naweza kusema ni kwamba katika ujenzi wa maabara, katika hii shule tuko na maabara mbili. Moja ni ya fizikia na kemia, nyingine ni ya biology na agriculture. Sasa hii vile tunaongea na nimepanua hii moja ya biology ya kemia, nimeweka imekuwa ghorofa. Sitamaliza, lakini nafikiri kufikia mwisho wa mwaka itakuwa nimemaliza. Hii niweza kujiandaa kufundisha mambo ya STEM, science based. So I can say that as a school we are aware of what's the changes, and we are doing what is practically possible to make sure that we are at a better position to over the 3 pathways that we shall be given. But I think we are prepared to take on. That is the 3 pathways, that is STEM, social sciences and languages. At least tuko sawa. Ni vizuri sana umesema shule yako kuna mahali imeanzia, kuna mahali imefika na kuna mahali mnataka kwenda. Ningependa kujua kwamba ili kuendeleza hii shule lazima mtataka usaidizi. Usaidizi upi mnataka ili shule sasa izidi kukua kubwa kabisa? Unaweza ongelesha washikadau waweze kuwasaidia vipi kuendelea mbele? Yes, jambo la kwanza nikasema ikiwezekana wahusika watutengenezea barabara. Ndio changamoto immediate need. Watutengenezea barabara na watu waweze kutusaidia kupata hall, multi-purpose hall. So hiyo ndio hatuna, na tukipata hiyo basi shule itakuwa imepata. Hata mambo ya computer, tunafundisha computer studies. Kiingia pale hatuna enough pieces. Kwa hiyo tukipata mwisani mfadhili atusaidie tupate more computers, itakuwa vizuri zaidi. Kwa sababu hilo somo tulianzisha kitambo na ndilo somo linafanya vizuri katika hii shule. Kwa hiyo tukipata usaidizi tuweze kuongeza hizo pieces of computers, desktops zile za wanafunzi, basi tutashukuru, na pia tupate usaidizi wa walimu wa kutosha. Tunapoenda kumaliza upande wako, ningependa sasa uzungumze na yule ako nyumbani pale, labda ni mzazi ako na mwanafunzi wake hapa ndani, ama mzazi anatafuta shule ya kuchukua mwanafunzi wake. Uongelee uzuri wa kukua kwa hii shule ni upi, na uzuri labda wa kuleta mtoto wake kwa hii shule. Asante kwa hilo swali. Ningesema kwamba ikiwa kuna yule mzazi anataka mtoto wake aweze kupata elimu ile all round, na tuletee tumsaidie kumlea. Sababu nasema hivi ni kwamba sisi hapa masomo yetu yako katika msingi wa kanisa. Tunazingatia mambo ya kanisa sana, ndio sababu tumeachiri hata mhubiri ambaye anakaa na wanafunzi wetu. Na tumeweka vipindi maalum vya guidance and counseling, mahali wanafunzi wanafundishwa jinsi ya kuishi na watu katika nyumbani, katika
jamii. Kwa hivyo ikiwa kuna mzazi pengine anataka kupata mafunzo kama haya ya kimsingi ya Kikristo, atulete hapa, tusaidia watoto wale wengine wameweza kufanikiwa, wanajua sio jambo naongea la kubahatisha. Hilo ni jambo tumefanya, ni kazi tumefanya, na inaonekana katika vijiji vyetu kuna wazazi wale wamepitia hapa, pia wanaweza kushuhudia vile ninasema. Kwa hivyo ikiwa kuna yule na masomo tunapeana ni yale ya mazuri. Kwa hivyo kama kuna mzazi anataka kuleta mtoto, sisi milango yetu iko wazi. Bora mtoto awe tayari kusoma na kuzingatia yale masharti ya shule, tutamsaidia na tutaenda pamoja. Hivyo. Asante sana. Asinginjo aigana robongo rwa gusitore nyuma yatenga aborokia banene mbali w'ekisukuru kinde patotengerete marogoba yabo kisukuru kire kyanse kirigetigo kina na kiro kikikira ase mwaberemo burikera ubisimburo bibura rokoba anemono kisukuru kiri kikorunga bagende skuru ubisimburo byose nkera yoko basemi challenge kwa bera kora eregusi egwenderete bege kurigelirwa anemono asukubwatira negati abalimu abayiboli na aborokia b'isukuru Miyamo numara ya soko bore muri biswali binendia ndabana gata yabankiri na school chito ando se mole school kijigo chapa cyangwa tete girishina ne gutaka pege school nuko kolega acha so wamo abari boli umwalimu abanafunzi baro babateye kujeko akibona komenya ando umuntu ubateye no mwalimu so mwalimu no mwalimu bakora bige ntakamo na bondo jinga na school ukina yona tenya abantu baita bana baito tigatutu aruwa amatuyo n'abayuri baito n'abana n'abari muto banyana so that we can be able to manage these youngsters, because the moment we are together it will be easier to guide the young ones, because wanachukua yale masharti tunawaelekeza sisi kama walimu wakuu au walimu wao na wazazi. Kwa hivyo tukishikana kwanza walimu alafu wazazi, basi nafikiri shule inaweza kupanuka. Alafu wale wana shule zinatoka nyumbani pia wanafaa kutenga muda wa ziada ili waweze kusaidia wale watoto. Wakati mwingine ni vigumu sana mtoto kutoka nyumbani na kurudi jioni kuweza kupata yale masomo na kukawa syllabus. Kwa hivyo inabidi kama sisi hapa wakati mwingine inatubidi tuanze siku za 12 ndio tuweze kupata 1 hour at least 1.5 hours kwa wale wanafunzi wengine ambao wako nyuma au wale wanatoka nyumbani. Unaongeza muda na unaongeza 1 hour in the morning, another hour in the evening, so that you can cover the syllabus. Occasionally you can invite them over weekend when you know you are syllabus iko nyuma. Unaongea na wale watoto mnaendelea hivyo. Kwa hivyo lazima tufikirie njia hiyo. Okay, asante sana Principal. Omwanchumulilia Ondizi TV no twabeto gosanga no mworokia omonene w'eskuru ya Amasege egotoka ime yesabu county ya Masaba South ebunge ya Nyalibali Masaba county ya Kisii oyo berika gosanga naintu amange igoro yeskuru yaje buna babete baguchaka wekera ase babire babwika nima yatinga kwabere ukumanya amange igoro yeskuru ye ya Amasege abange moko yigu rero tuabatari twabayikiri ase skuru ye mwayimanyire ase obwime nima yatinga kwabere wesemi amange arakonye ase ubugima bwa abuno turachwikira omwelio bw'umugano oito umuroberio oyo ase ngincho yo kugenda ase umutuko nawe kukimeroberio endekolende weekend tobeto gusanga naborokia aborokia naborokia w'eskuru ye boigo babototebia amange igoro y'eskuru yabo tugwate sumtanda ito o Facebook Ndizi TV News Digital asense media ya YouTube Ndizi TV News na wetera sumtanda ito o www.ndizitv.net uito betukubata nende kone kichibichechi boigo namaliogi abe kirasenchira yobo ikirano Victor Sultan Obange na nchinkuru kwa Job Maangi wikire weekend na abakaniriye oburelia obiyai bya Ndizi TV na wowansu umugusi.